Mtazamaji, hii leo katika sehemu ya mahojiano tunazungumzia maradhi ya ngozi, lakini kabla ya kuzungumza na Daktari Evans Kamuri ambaye ni daktari ambaye ni mtaalam wa masuala ya ngozi, tuweze kupata taarifa ya Cecilia Wakesho inayoangazia watoto wawili ambao wana matatizo ya ngozi yasiyoeleweka. Kutoka kwenye utosi hadi kisigino, watoto Fatuma Kibwana, Rukia Kibwana na Ahmadi Kibwana wenye umri wa miaka 9, 7 na 5 mtawalia, wote kutoka familia ya mzazi mmoja, hali imekuwa ni kuchibuka kwa ngozi, wasiweze hata kuenda shule. Watoto ambao wamekuwa wakizaliwa buheri wa afya, ila kisirani cha kutoa uvimbe kwenye nyuso zao kabla ya kusambaa kwenye mwili mzima huanza kila wanapofika umri wa miezi 6 hivi. Wapeleka hospitali, kufika huko nikawaelezea, wakasema walianza lini, nikaelezea, wakasema hawa watoto mpaka saa hii tiba yao hakuna. Mama yao anayedai kutalikiwa sio tu na mumewe kutokana na hali ya watoto wake, bali pia na jamaa zake amesalia kuwahudumia watoto wake, wanaogopa hata kutangamana na wenzao. Unyanyapaa na hata miale ya jua ni adui mkubwa wa maisha yao. Most of those who suffer from this condition, they don't enjoy more than their 20th birthday if they don't live in conducive environments whereby they avoid excessive exposure to ultraviolet rays. For those who follow health education and adjust on their lifestyles, they are lucky to live up to their 41st birth anniversary. Hawezi kutembea kama kuna jua, hawezi jua kabisa. Kula kwa shida, pia hawezi kula vizuri, wakila wawashwa kwenye mdomo. Hawezi moto, ukiwashia taa pia hawezi, mwangazo wa taa pia hawezi. Kulingana na madaktari, ugonjwa huu maarufu kama Xeroderma pigmentosa hutokana na chembe-chembe za damu kukosa kukarabati kutokana na ukosefu wa madini fulani kama vile vitamini C na E yanayofaa kurekebisha uharibifu wowote unaosababishwa na miale ya jua. Andika kama hivi, kama tenda shule, si kitabu kitakuwa na mate chote, naona hawezi vizuri kabisa, hawaoni. Akishika kalamu pia haoni vizuri pale kwenye kitabu. Currently in all government hospitals, that is at county level and sub-county levels, and even referral hospitals, there is a program with the National Council for People with Disabilities that enough sunscreen lotions are provided to those facilities. These are beneficiaries, not only those living with albinism. Mama huyu sasa amesalia na matumaini ya kupata tiba ya watoto wake walio kwenye hatari ya kupata saratani ya ngozi. This condition is not contagious. It is hereditary. By virtue of one staying with somebody who has Xeroderma pigmentosa, one is not going to acquire the disease. It is not a bad omen. It's not witchcraft. Cecilia Wakesho, KTN leo, makala ya afya yako. Ni ugonjwa wa watoto hao watatu katika kaunti ya Mombasa. Nadhani ugonjwa ambao Dr. Evans Kamuri hapa ambaye yuko nasi atakuwa anafafanua zaidi. Ugonjwa huu ni aina gani? Well, huu ugonjwa vile umesikia daktari amesema ni wa kiudhia, ni ya kuzaliwa naye, ni genetic. Yani medicine tunasema ni autosomal recessive. Yani kuna vile magonjwa unaweza zaliwa naye, wewe kama mama uko na gene nusu na baba ako na genes nusu. So mkishapata mtoto anachukua nusu ya genes kwako na nusu ya genes kwake, zinapata sasa unapata huo ugonjwa ambao unaitwa Xeroderma pigmentosa. Kwa nini unaitwa hivyo? Xeroderma pigmentosa kwa mtu wa kawaida, ngozi yako ya kawaida, kila wakati unapochomwa na miale ya jua, what we call the UV, ngozi inaudhika, inapata damage. Lakini
iko na mechanism, iko na vile inaweza kujirepair, inajitibu polepole mpaka ngozi inarudi kawaida. Wala watoto wako na xeroderma pigmentosa hawana hiyo effort, hawana hiyo uwezo wa kufanya ngozi iweze kurepair itself, so eventually ngozi inaharibika. Na vile daktari amesema, sio kitu unaweza pata kwa sababu ati umekula chakula mbaya ama umeangaliwa vibaya ama umerogwa ama umelaaniwa. Hapana, ni straight kutoka kwa genes. Vile mzazi na mzazi wamepatana, mtoto akipatikana, hivyo ndio genes ina-affectiwa. Na haiwezi kuepukika kwa vyovyote vile? Well, haiwezi. The only way unaweza kuepuka ni kufanya au wazazi, mkipata mtoto wa kwanza, unaweza kuarifu kwanza ili wajue kwamba mtoto wa pili atakuwa vivyo hivyo. So tunafanya, we do counseling so that wa choose kama watapata mtoto mwingine au hapana. Lakini once you have one, the chances ya kupata mwingine iko juu sana. Hakuna dawa yoyote, yani tuseme, ambayo labda wazazi wanaweza kunywa ili yule mtoto ambaye atakayefuata, kama watapata mtoto mwingine, hata kuwa na tatizo hilo? Unfortunate, hakuna. Hii shida ya xeroderma iko kwa genes. Ni kama vile unaweza sema unaweza kunywa dawa gani ili ukizaa mtoto atoke akiwa, kama wewe ni mtu mweusi kama mimi, atoke akiwa mweupe kama wewe. Waelewa hivi? No. So the genes that ina control mimi nizaliwe mtu mweusi is the same one kama hivyo ya genes ya hiyo ugonjwa, such that kama uko na hiyo gene na hiyo gene inakaa ikibadilika, that's the only way it ends up forming the disease. Ndio ugonjwa inakuja, lakini si ati ni kitu unaweza meza dawa ama kitu unaweza zuia before ifanyike. Na sasa kama watoto hao tayari imeshafanyika, wamezaliwa na hilo tatizo la ngozi, je, inaweza kutibiwa? Now, ile shida kwa hao watoto kwanza ni nini? Shida, vile tumesema, ngozi haiwezi jirekebisha vile ikishachomwa na jua. So ile shida watakuwa naye siku za uzoni, kwanza ni ngozi inachibuka, ngozi inapata saratani, na macho vile haiwezi angalia jua ama mwangaza, so inaanza kuwa na inaogopa jua, so unaona kama vile wanakaa wakiangalia hivi, alafu sasa ngozi inaanza kuchibuka. Na wengine a certain class wanapata shida ya nerves, so they will get what we call neurological disorder. So wako na shida ya ngozi, shida ya macho na shida ya mishipa. So wengine hata wanapata convulsions, wengine hawawezi kuenda straight na wanaanza kuwa akili pungua. Yani hawawezi kuwa na normal yani wako na akili punguani. Yes, wako na akili punguani. Na huu ugonjwa wa ngozi unahusiana vipi na uwezo wa watoto kama hao kuona? Sasa the same problem as what we are saying, xeroderma now pigmentosa, vile ina affect ngozi, ina affect macho, such that huwezi ona mzuri, so unakaa ukizuia macho kuangalia. Alafu kwa sababu ya hiyo, unajua hiyo nini ya jua inaguza hata what we call the cornea. The cornea naye ikichomwa na jua, unaanza kusikia uchungu, you get inapata irritation, alafu inapata ulcer, inapata kidonda kwa ulcer. The same thing, unaona vile inapata vidonda kwa mdomo, inachibuka. Hivyo tu macho ndio inaanza mpaka anafika pahali hawezi kuona mzuri. Alafu wanapata something we call photophobia. Wanaogopa mwangaza, so they cannot look straight. Hawezi angalia wewe hivi, so wanakaa kila wakati wamekaa hivi. Na hakuna miwani zozote labda ambazo wanaweza kuvaa ili kuwawezesha waweze kuona? Manake mama anasema hata kusoma hawawezi. Jambo la kwanza, kwa wale watoto tumefuatilia, kama saa hii tuko na wale tumefuatilia mpaka wamefika zaidi ya miaka 20, lakini jambo la kwanza, hao watoto wakizaliwa kutoka day zero, adui yao wa kwanza ni jua. So lazima utafute jinsi vile unaweza kuzuia jua kwa lolote lile, especially jua ya kutoka saa 2 hivi asubuhi. Jua yoyote, bora kuna UV, inaleta shida. Alafu jambo la pili, si lazima kwanza ufike hapo, lazima umprotect. Kama lazima atoke nje, mweke manguo mpaka huku, weka gloves, weka kofia, weka miwani, kila ufunike mwili yote
if lazima watoke nje, you must cover the sun, the skin completely. Halafu lazima uwape sunscreen. Hii sunscreen watu tunatumia mimi na wewe kama mastarehe tu. For them sunscreen ni compulsory. Na si sunscreen hii ya kawaida ati unaona imeandikwa SPF 10, 20, 30. Hawa lazima uwape 50+. As in ile ukiweka hivi jua the amount of UV ambayo inaingia kwa ngozi ni kidogo sana. Hiyo ni jambo la pili. Jambo la tatu, lazima waendelee kila like after every 2 months, 3 months lazima waone daktari. Kwa sababu vile ngozi inabadilika, saratani huwaga inakuja polepole. So we pick them very early. Tunaangalia tukiona kuna ngozi imeanza kubadilika na inaweza kuwa saratani, tunatibu saa hiyo. Kuna vile tunatibu ngozi, kuna vile tunatoa hizo growth ambayo zinakuwa polepole ambayo zitaendelea kuwa in future kuwa cancer. So tukiwaona mapema tunawafuatilia polepole, alafu tunaweka sunscreen, alafu tunawafunika manguo, makofia, eventually they live long. Na kwa watoto kama hawa umri wao uko sawa kwa kuwa wanaweza kufuata masharti kama ambayo unayosema na waweze kuishi maisha marefu zaidi? Sasa watoto kama hao mwenye tunatibu zaidi ni mama yao, kwa sababu ama wazazi ama guardians ambao wanakaa na wao, kwa sababu unless you do that, unless ufanye hivyo, hawawezi. Vile daktari amesema by the time wanafika miaka 10, 15 already saratani imeingia, wamekuwa macho hawana nini. So we like telling the parents as early as possible, protect the sun. Zuia jua, zuia jua, zuia jua. Na gharama ya matibabu tukimalizia, huenda ikawa gani? Maana kama yule daktari mwingine amesema, na vile ulivyosema kuwa kuna wale ambao mmewatibu mpaka wamefika miaka 20, gharama hiyo ya matibabu iko kiasi gani kwa like wale tunafuatilia Kenyatta, hospitali ya Kenyatta ni hospitali ya umma, tuko na kliniki ya ngozi na tunawafuatilia huko. We have a number, tumewafuata. Gharama iko chini. Lakini hata sio kujali sana hali ya gharama. Sana ni counseling. You know, counseling ili mama aelewe vile si lazima utibu, kuzuia ni bora kuliko kuponya. So we like wakuje mapema ili tuwape mawaidha mapema, wazuie mapema ili before ifike hapa. Lakini kama washafika hapa ni mzuri, wanakuja hospitali ya Kenyatta, tunawafuatilia so that kama hizi saratani unaona, kama sasa ukiangalia kama watoto unaona mdomo imechibuka, we need to address that. Macho umeona imeanza hawaoni, we need to address that. So tunaangalia gozi, tunaangalia macho na hata tunaangalia mambo ya nerve, so that at least we can help prolong and give them a comfortable life up to where God will choose. Kwa hivyo iwapo mama huyu anaweza kuwaleta watoto hawa Kenyatta, hali yao inaweza kuwa unajua tutawasaidia pale tunaweza, kwa where humanly possible. Tunaweza tutawasaidia. Naam, Daktari Evans Kamuri, mtaalamu wa ngozi, asante sana kwa kufika katika studio zetu na kuweza kutueleza ugonjwa huu wa ngozi ni wa aina gani. Naitwa Mashirima Kapombe, asante sana kwa kutazama taarifa za KTN leo. Kufikia sasa sina la ziada na kutakia usiku mwema. Tukutane kesho mwendo wa saa 10 panapo majaliwa. Usiku mwema.